Nishai kuambiwa achana naye. Nikaisema mimi sasa, mzee kwa wema, naomba mtoto hiki tunachokifanya tutemane, tusiendelee. Kwa ilikuwa hivyo. Mimi ndo nilisema naomba mzee wangu kwa wema tusifanye hiki tunachokifanya. Kama leo hii unasema namdhalilisha, sababu alinitamkia kwamba unamdhalilisha tu sasa kama hamna hela. Lakini mwanzoni aliruhusu. Ila baadaye baada ya kutokuona hizo hela anazoongelea imekuja punishment ya udhalilishaji. Sasa nikaona hapa mambo atakuwa makubwa. Kwa hiyo mimi na safari ya kingamuzi nikaimalizia pale. Akaniambia tusilaumiane. Nikatapo kuona unaendelea kufanya kazi na huyo dogo, tusilaumiane. Nakwambia kabisa tusilaumiane. Nikamwambia mzee, huyu jamaa tushazoeana. Ukiachana na kazi, je, ukinikuta naye hapo sawa, ila kwenye kazi nikamwambia basi kwa hilo mimi nashukuru. Kwa hilo mimi nashukuru. Basi tamko mimi ndo nimelitoa, wala sio familia, na nimeliwahi na hilo tamko nimelizungumza mimi baada ya kuona kama wao wanachelewa. Tena nisihusishe wengi, ni babake mdogo. Baba mzazi anasikiliza maagizo kutoka kwa baba mdogo, kwa sababu baba mdogo ndio yupo karibu na nani? Na mtoto. Baba mzazi yuko juu. Kwa hiyo siwezi pia kumlaumu nani? Baba mzazi. Hata baba mdogo siwezi kumlaumu, sababu nikiongea hapa kwenye mazingira kuonesha kwamba baba mdogo ndio mbaya. Sisi ni binadamu. Mtu anaweza kachukua na hasira hata akakupangia njama. Baba mzazi alitaka kujua maendeleo ama mustakabali wa maisha ya mtoto wao. Sasa mimi naweza kusema sikuleta ushirikiano mzuri ama kuweka uwazi jinsi gani tutaishi mimi na nani? Na dogo. Na kwa nini sikuweka? Kingamuzi nilimkuta kwenye mazingira nilioelezeni. Sikumtoa kwa mtu. Baada ya kuwa naye kuniona ukaribu kawepo. Sawa. Kwa hiyo mambo mengine haina haja mimi niseme mzazi kuna 1 2 3 kwa sababu safari si nilianza mwenyewe, sihitaji mtu yoyote hapa katikati. Otherwise tupate wale wenye imani zao. Sasa bwana, hebu kwa sababu mnafanya vizuri shikeni 1 2 3. Lakini nimeingiza nini, tumekula nini, hiyo ilikuwa haina haja ya familia kujua. Na vingi nilikuwa nataka kuvifanya wazazi waone tu. Ila baba mdogo alikuwa na haraka. Naweza kusema hivyo. Sababu kwa muda tuliofanya kazi na mambo yetu jinsi yalivyoenda, na mwisho wa siku wengi wakatupenda, wakatuelewa. Ilikuwa ni swala la huu mwaka ama hata mwakani mambo yakakaa vizuri. Subra kwenye kazi inahitajika, na wengi tunafeligi hapa, tunachukuana. Brother mimi naweza kuigiza, unafanya naye mtu clip 2 3 haoni maendeleo, anaondoka. Kwa hiyo tunakwama. Hivyo sasa nimeamua nifanye kazi mwenyewe. Otherwise labda kama watatokea watu maana kuna kupanga maamuzi yale ya kiasira kwamba nitafanya kazi mwenyewe alafu kesho naona kuna uhitaji wa watu hapa, tutaendelea. Waya wa umeme yule mshikaji wengi wanauliza naye yuko wapi? Yule naye alifanya tu makosa hivi ya kibinadamu. Nikamwambia yeye pumzika, kwa sababu naona kama msala jukumu linakuwa kubwa, wewe nitegemea nayo akili zako zimenyoka, ila mambo saeleweki. Kwa hiyo kapumzike, nibaki na huyu mmoja kingamuzi. Sasa Shalo yule naye tunakutana naye tu mara moja, akijisikia anaweza kapita kunisalimia, ndio tunatengeneza hizo clip. Ninachowaomba sasa wa Tanzania, sikutaka wala haina haja nielezee tuliosaidiwa na watu juu ya safari yetu mimi na kingamuzi. Tumenunuliwa magodoro 2, la kwanza aliuza, tukanunua la pili, michango ya watu, nguo sio, haina haja mimi nielezee tuliofanywa. Lakini kuna muda tunagusia kwa wale ambao wanahisi labda namdhalilisha ama namtumia, walijue hilo. Tunachokifanya ni kumuokoa mwenzetu. Kwenye hii safari pesa lazima iwepo, kwa sababu si tunajituma. Sijajua, huenda labda kingamuzi ndo mnataka apate kikubwa kuliko mimi, sijaelewa. Sijajua, siwezi kuwaingilia kwenye maamuzi yenu. Huenda mtaniambia sasa. Ila kwa sababu nilishasema sitofanya naye kazi, mimi ninachoomba kwa ambao wananiangalia, wananisikiliza,
watokee watu waende kwenye familia ya King'amuzi wamuendeleze yule dogo. Yule dogo tayari kashakaa kwenye mkao na anapendwa, ni brandi. Yani ninavyozungumzia King'amuzi, King'amuzi sasa hivi ni brandi.